Hello my good people, mambo vipi? Ndugu zangu, tujipe moyo mkuu. Tujipe moyo mkuu wafugaji, kwa sababu tunakoelekea ni kugumu zaidi. Tunakoelekea ni kugumu zaidi, lakini ni lazima tujipe moyo na tupambane. Hakuna kukata tamaa. Jamii inatuhitaji sana. Jamii inatuhitaji sana. Madaktari wanashauri watu wale nyama nyeupe. Nyama nyeupe ni pamoja na kuku. Sasa pamoja na hali kuwa ngumu, na huko tunakoenda hali kuzidi kuwa ngumu, lakini tujitahidi tu kupambana. Tusikate tamaa. Sawa ndugu? Tujitahidi kupambana, tusikate tamaa. Soko la broiler linasumbua. Nilifikiri ni kwangu tu huku, lakini baada ya kufuatilia ninasikia ni mahali pengi soko linasumbua. Tena linasumbua sana. Kwa hiyo tusikate tamaa, tuendelee kupambana. Baraka, jamani, mnitie huyo Baraka aje ashike hapa majogoo. Baraka. Kwa hiyo tujipe moyo mkuu na tuendelee, kwa sababu jamii bado inatuhitaji. Jamii inahitaji kuku. Vitu vitapanda bei sana pamoja na chakula. Na nafikiri vingine tayari vimeshaanza kupanda bei. Kwa hiyo tujipange kisaikolojia. Tujipange kisaikolojia. Kwa sababu hali itabadilika sana, kuku chakula kitapanda bei, lakini pia na kuku pia watapanda bei. Hilo msisahau. Bei zetu pia zitabadilika. Lakini lazima tuwe tuna bidhaa bora ambayo mlaji akija kwako kununua anapata bidhaa bora, anaridhika. Kwa hiyo tujiandae tu kisaikolojia. Sawa ndugu zanguni. Mambo mengine ni shwari kabisa. Tunawapa dawa za minyoo sasa hivi hawa Saso. Nataka nipembue majogoo ya mbegu sasa, ili niweze kuyatenga, kwa sababu sasa naona wateja wanachangamkia fursa. Subiri dogo. Mbona una haraka hivyo? Kwa hiyo nataka nichague majogoo yangu ya mbegu, niyaweke kando. Niache majogoo ya soko. Maana kuna majogoo ya soko na kuna majogoo ya mbegu. Lazima unapokuwa na majogoo yako uchague mbegu. Na alafu unapokuwa na kuku wengi hivi, wanapofikia umri ule wa kutaka kutaga, unapoamua sasa kuwachanganyia na ile super kuku. Unataka nikuite tena? Are you serious? Lazima uchague yale majogoo ambayo unajua haya ndio yatakuwa yanakusaidia kupanda, na yale ambayo yaliozidi unayatoa. Usiache majogoo mengi kwa temba wachache. Kwa mfano hapa ndani pana majogoo mengi, karibu yanalingana idadi na temba, lakini kumbe ratio yetu ni jogoo mmoja kwa matemba 9. Ikizidi sana matemba 10 kwa jogoo mmoja. Kwa hiyo ukiwa na matemba 30 unatakiwa uwe na majogoo 3. Hata akiwa 4 sio mbaya. Lakini majogoo yalivyo hapa ni mengi mno, karibu ni nusu ya matetea. Sasa kama ni nusu ya matetea, hayo matetea yatakuwa overworked, overloaded. Na ndio maana wakati mwingine unakuta temba anashindwa kutembea, kwa sababu unakuta jogoo huyo amempanda, kabla hajainuka anakuja mwingine tena anapanda, kabla hajainuka anakuja mwingine tena anapanda. Temba wanaumia miguu. Na akiumia miguu, uwezekano anakuja tena kufanya vizuri kwa minajili ya kutaga, na wewe upate uzalishaji wa mayai ule uliokuwa unautegemea unapungua. Kwa hiyo lazima wakati kama huu ukifika, tenga majogoo ya mbegu na yale ya biashara yakae tofauti, ili kwamba yale ya mbegu yaendelee kukuletea kizazi, kwa sababu haya ya mbegu atapanda kuku wa kienyeji, atakuzalia Saso na wa kienyeji. Unaona, mengine kwa ajili ya kula, kwa ajili ya familia, nao inabidi pia uwatenge. Hauwezi ukaacha kuku wa familia wanaendelea kukaa kwenye soko. Mteja akija akimpenda huyo kuku, utamwambia huyo wakula familia acha, utamwambia hivyo.
lazima itabidi umwachie. Kwa hiyo lazima utenge kuku ambao unajua hawa kuku wangu wakula mwenyewe na familia yangu, hawa wa biashara, na hawa kwa ajili ya mbegu. Kwa hiyo hicho ndo ambacho nataka tukifanye leo. Tuchague matemba yatabaki hapa. Majogoo ya mbegu pia baadhi ya matemba yatabaki hapa, majogoo ya mbegu tutayatoa na mengine tutayaacha hapa. Na ya biashara pia tutayaweka peke yake. Tunatoa kwanza vishingo, sawa Baraka? Njoo toa majogoo ya vishingo yote. Vishingo yote ni wa kwangu kwa sababu vishingo huwa wanakuaga na uzito mkubwa sana na unaweza ukauza mpaka 50,000 jamani. Kwa hiyo naondoa vishingo wote, naenda kuwatenga. Shika wewe, shika peleka, shika wawili watatu peleka majogoo. Shika huko kabisa usimvunje. Na ukiwalea vizuri hawa mavishingo hao wanakupa hela mpaka mwenyewe utashangaa. Wewe unashika moja moja, si ushike watatu. Mr. Man. Shika watatu. Jogoo, shika jogoo. Njoo mshike huyu au huyu. Mbavu, angalia usiwavunje mbavu. Weka kima cha mwisho. Kile cha getini kile. Unaona bwana, hapa ndo kazi ambayo tunaifanya. So natoa vishingo, alafu natoa na hawa hapa huyu kanga wa njano huyu. Majogo yake nayatoa, na haya meusi natoa machache. Sawa bwana. Hawa wote wanakuwa sana. Ukipata huduma nzuri wote wanakuwa sana. Hawana shida. Wanakuwa sana. Kukua wote wanakuwa sana. Ila kishingo shikamoo. Njoo ashike hawa hapa. Muona wale wawili vishingo wale? Ile mizinga hiyo. Hapo. Shule. Shika wale wa. Jogoo amenipiga mtama. Jogoo amenipiga mtama jamani. Mwingine huyu hapa. Changamka bado hapo hapa. Unaona kwa hiyo ni muhimu sana wewe mwenyewe kuwa makini na kuangalia namna ya kutekea kuku wako vizuri. Tumewapa mboga kwanza kabla ya chakula. Muda sio mrefu tutawapa chakula. Kwanza wapate kwanza chlorophyll. Ngoja kwanza. Shika huyu hapa. Huyu. Mwenye nyekundu huyu na. Njoo chukua na huyu hapa. Chukua na yule wa njano, kanga yule wa njano pale karibu na mlango huyo. Ya, huyo. Haya, peleka kule.
Habari ndio hiyo, kama ambavyo nimesema tunawatenga baadhi ili kwamba matemba yasizidiwe sana na majogoo. Akizidiwa sana na majogoo, huyu temba hawezi kustawi vizuri. Na kwa sababu anakuwa amezidiwa, hata utagaji wake hautakuwa mzuri. Sawa ndugu zangu, namuona yule njano anayejipapasa huyo. Mshike huyo. Yule jogoo yule kuna kwenye kona yule, kanga wa njano kama ule mshika mara mwisho. Sawa ndugu zangu. Nawapenda sana, tuendelee kujipanga, tuendelee tu kujipanga. Umeshika ngapi? Mmoja. Shika huyu hapo, huyu. 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 Mweusi yule.